Birigita. Abema. Nyoko 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 nyoko. Mama ya nyoko. Tena mtoto koma taratibu we mpaka uzoee. Sina mtoto kama kichefuchefu. Si umenielewa? Nimesha kwambia sikutaki humu nyumbani kwangu. Uondoke. Lakini mama, mbona mimi sikumbuki kama kuna jambo nishaye kukukosea? Sikumbuki kama kuna kitu kibaya ambacho nimekukwaza mimi. Nimekwambia hivi, mimi sio mama yako. Alafu hivi, uone mimi na wewe kama tunafanana? Yaani mimi na wewe tumepishana mwaka huu mmoja tu. Ushazeeka. Kwanza nimekwambia unanibemendea mtoto wangu. Mbwa mmoja wewe. Wewe una kwenu? Mtoto wa kwangu nina mamlaka naye. Mimi sikuhitaji. Hivi kwanza hivyo ni mwanamke au luba? Unamwangania mwanamke kama misumari kwenye bati? Una shida gani wewe? Ina maana kwa namna wanaume? Sikiza nikwambie kitu. Mimi sikutaki. Sikuhitaji hata kukuona kwenye macho yangu haya mawili. Nadhani umenielewa? Hii nyumba hii unaokaa wewe na huyo mbwa wako au mbwa mwenzio amejenga marehemu mume wangu. Huyo kilaza wako wala uko ndani hajui hata bati linauzwa shilingi ngapi au tofali shilingi ngapi. Hii nyumba ni ya kwangu mimi hapa. Haiwahusu hata kidogo. Sasa naenda kwenye kikoba. Nikirudi nisikute pua yako hapa. Kwenu. Magona, ukaidi wako umekuponza. Magona, mara ngapi nimekuonya, lakini wewe unajifanya kichwa ngumu. Sasa leo nataka nikuonyeshe Pelu ni nani. Wewe ni mwanaume tu, na wanaume wako wenyewe hujulikani uko wapi. Upo usoni tu, lakini kwenye sehemu zako nyeti huna wanaume wote. Magona, mimi ni mwanamke na huniwezi. Leo na kuonyesha Pelu ni nani. Uzuri unanijua Magona, nikicheka ili pengo lazima utaliona, ila nikikasirika na sura mbaya hata shetani nikikutana naye ananiambia samahani. Subiri nikuonyeshe dunia ilivyo Magona, na kupoteza leo. Wenguya. Afujo unanitisha bwana. Mimi nilijua tu. Jangala wamemnywa ndugu yangu. Yaani wamemkunywa vipi, mbona utoe maelezo? Nieleze vizuri kwanza kiundani ili nielewe. Tulikuwa tunapanga vile vigogo kwenye tanuri. Ila huwezi ukaamini, mbele ya macho yangu Jangala anayayuka. Ameyayuka Jangala. Yayu! Kayayuka mbele ya macho yangu. Mimi leo ndo nashuhudia mtu anayayuka. Mbona muda? Yaani unajua nini? Mimi siku moja niliwaza. Yaani mimi niliwaza tu ili tukio linaweza likatokea kwa Jangala. Umesikia? Kama amemnywa mwamba, usalama ushakuwa mdogo hadi kwa. Na hapa ninavyokuambia ndugu yangu. Naomba unisikilize. Sawa. Mimi mpaka muda huu
unavyoona huu moyo wangu umejaa hofu, na isingekuwa hilo Zari, pengine leo na mimi ningeayuka. Unajua Jangala ananiumiza. Jambo la kufanya ni moja, mbio zangu zote natoka huku ndugu yangu, lengo nikimbilie kwa mamake nikatoe taarifa, na siwezi nikaenda peke yangu. Mimi nina hofu na ninaogopa sana ndugu yangu, naomba hata wewe unisindikize, hali ishakuwa mbaya. Kanuti, umesikia? Taarifa kama hizi kumfikishia mamake haraka haraka ni kazi. Tutafute mtu mzima mwenye busara zake tumfikishie. Sawa, sasa mimi mwezio naogopa mpaka muda, naomba tuongozane. Jangala mimi Jangala umemkunywa. Astaghfirullah. Mke wangu Pili, hapa umeniita, umenitoa nje hapa, tumekaa muda mrefu huko kimya tu, sikuelewi hata yani unachokitaka kuzungumza hapa, au ndo mambo yenu yale ya kishirikina unataka kuniingizia hapa? Yaani kwanza kwa jinsi nilivyowachoka hapa, yaani bwana nitamani niondoka hapa nikaishi sehemu nyingine kabisa, niepukane na ama mzozo wenu ya kishirikina hapa. Hivi unajua nimekutoa hapa nje kwa jambo maalum. Leo nahitaji kukuonyesha ukweli kwa vitendo. Ukweli gani huo? Si ndio ile mambo tu ya kinafiki ya kichawi. Mtendo gani sasa utakuniambia hapa? Mke wako ni mchawi. Changanya tu. Chawi tu. Sasa mbona dabo hii? Nini sasa? Huo unaoona hapo ni mzimu wangu. Na yote hiyo imekuja kutokana na ukaidi wangu. Nimepewa uganga nikaukataa. Na mpaka leo hii mke wako unamwona amefikia stage hiyo, ni kwa sababu nimekubali kile nilichokikataa. Na hapo alipo mke wako, ili hayo matatizo yote yaishi ya huo uchawi wake, inatakiwa anyolewe kipala. Peli, na maana mke mwenzio anachokizungumza hapa ni cha kweli kumbe? Ni kweli mume wangu. Lakini naomba unisamehe. Sirudi tena. Nakuomba mume wangu. Kiukweli sitarudia tena. Yaani ndo mara yangu ya mwanzo na mwisho. Sitarudia tena. Nakuomba mume wangu. Bebe nangu. Mama, shida nini? Mwanangu, nisamehe bure mkwe yangu. Yote sikujua kama atakuja kunikuta haya. Nisamehe mama. Sababu Pelu mwanangu. Pelu amefanya nini mama? Inaniuma sana mwanangu. Ni kitu ambacho kufanywa binadamu kama wewe hujawahi kunikosea hata siku moja. Unaonichonikosea mwanangu. Pelu ndo sababu ya yote haya. Pelu amefanyaje mama? Bado sikuelewi. Pelu aliniambia kwamba nikufukuze wewe ili abaki mwanangu ndani peke yake, mimi niweze kumuua mwanangu. Afadhali ndugu wangu umekutana na wewe, maana uko nyumbani nimekiwasha hatari. Kuna jipya gani ndugu yangu?
Yule mkwe yangu king'ang'anizi kama ruba. Kila ninavyomwambia aondoke pale nyumbani hataki. Kila ninavyomwambia atoke kang'ang'ana ndugu yangu. Unavyonijua mimi tena. Nimemwashia moto. Kama unavyonijua shoga yangu. Mimi shughuli mimi nanunua kijola. Umenielewa ndugu wangu? Hivi Chonge, unakisikia unachokizungumza wewe? Mara ngapi ninapokupa kazi yangu ifanye kwa ufasaha? Ninapokupa kazi, nataka uifanye kwa ufasaha, hususani kwenye hii kazi ambayo wewe inakuhusu. Chonge, utajiri hauji kama chafya. Au umejisikia haja kwenda chooni kujisaidia? Utajiri unatakiwa ufanyie kazi. Sasa basi, kazi ambayo mimi nilikupa wewe ni rahisi sana, ambayo hata mimi ningeiweza. Wewe kumwachanisha mwanao na mkwe wako imekuwa kazi ngumu kwako. Yule mtoto nani kamzaa? Ni wewe. Kwa hiyo yule mtoto ilitakiwa wewe ndio uamue, sio yeye akuamulie wewe. Chonge, kazi yako mimi nimeimaliza. Tena nimeimaliza kwa ufasaha sana. Kazi gani hiyo? Vizuri sana kwa swali ulioniuliza. Chonge, ilitakiwa umuue mwanao mwenyewe kwa mikono yako. Lakini kwa vile wewe hiyo kazi imekushinda, mimi nimekusaidia. Nimemuua mwanao. Alafu hautaona tena mwili wake Chonge. Yaani ndio imeisha hivyo. Pelu, sikiza nikwambie kitu. Unaongea uko serious? Pelu, sitaki masiala kwa mwanangu. Sitaki masiala na mtoto wangu. Pelu, mtoto anauma. Naomba rudisha mtoto wangu. Kama utajiri ndo namna hiyo, mimi Pelu basi. Basi, arudishe mwanangu Pelu. Nadhani unanijua Chonge. Nikicheka ili pengo lazima utaliona. Ila nikichukia hata huyo shetani popote nitakapokutana naye lazima aniambie samahani. Wewe nani ambao unanisumbua mimi? Nimekurahisishia kazi ya wewe kupata pesa. Unaniona mimi pungwani? Unaniona mimi zuzu? Chonge, usinyanyue tena mdomo wako kwangu. Ufyate. Mdomo wako usiunyanyue tena kwangu. Usinifanye chochote. Unasemaje wewe? Utanifanya nini wewe? Ili nipate utajiri. Mama. Ni kitu ambacho mwanangu mimi sikuhitaji utajiri wa namna hii. Sasa wameona mimi nachelewa, wakaamua kumuua mwanangu kwa njia za kutatanisha. Mama, mume wangu amekufa mama. Mama, samehe mama. Mama, kwa nini mama umefanya hivyo mama? Mwanangu, niliamua kujikokota huko kote. Najua nimekufanyia mabaya mengi mama, na nikaamua kuja huku nije nikuombe radhi mwanangu. Nisamehe mwanangu, nisamehe. Ikitokea hata hapa nimekufa, basi pokelewe hata huko nakoenda mwana. Nisamehe mama, nimemuua mwanangu.